chini, mwelekee Allah. Ahlul Badr ipo nia na Allah subhanahu wa ta'ala atamdhalilisha mtu huyu. Mtu kakudhurumu, kaa chini, mlilie Allah, ya Rabbi mdhalilisha huyu, atamdhalilisha. Mtu kadhulumiwa, twende kwa mganga, twende kwa mganga, kule ndo anadanganywa kabisa. Na sasa mganga alivyo sasa ikombe bwana, kama mtu ndo kalogo sasa, akipiga ile mambo yake papa, sasa bwana, nyumba ya kwanza ya pili, hii ndio inakusumbua sana. Leo utasema kweli sana, kweli bwana, na mimi nimesikia kwamba yule bwana ni mchawi kweli kweli. Na wewe unaaminishwa, unakubali, unaingia kwenye dhana. Sasa unaingia kwenye dhana shehe. Tiba zipo, Allah katuwekea. Allah anasema hatukuifanya Qur'ani kuwa ni ponyo. Qur'ani ni ponyo, watu hawafahamu. Ukiwa una shida na matatizo, mtu anakusumbua, mlilie Allah kwenye Qur'ani, Allah atakujibu. Lakini haya mambo haya kumshirikisha Mwenyezi Mungu, haya mambo ya kwenda kwa waganga, haya mambo ya kwenda kukula vitu ambavyo vya haramu huko kwa waganga huko, haya ni mambo ambayo hayako sawia kabisa. Mwanadamu una tabu gani wewe? Mwanadamu una shida gani wewe hali kwa Allah yupo? Ndugu zangu wa Islam, kwa nini tunafanya majambo haya? Kwa nini hatumuelekei aliye juu? Kwa nini hatufahamu kwamba yule aliyeumba ulimwengu aliyakuwa yupo? Aliyeumba ulimwengu yupo, tumuelekee huyo huyo. Aliyeumba ulimwengu yupo, leo hii hatumuelekei aliyeumba ulimwengu. Tunaenda kwa mganga, tunamwambia kwamba bwana, hebu mfanye mtu fulani hili na yeye sasa, kwa sababu mtu ukienda kwa mganga, moyo wako kabisa inakuwa na imani mganga huyu atamsambala tu shambani, yule anaweza huyu. Tayari sasa umeshatoa kwamba ile yakini ya Allah kwamba Allah anaweza. Umeshatoa hilo, umeshaika yakini kwamba mganga anaweza, bwana huyo anamsafiri shambani huyo. Mambo gani haya ndugu zangu wa Islam? Tusimshirikishe Allah. Allah yupo, tumtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani ukiwa unamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, wewe hutopata tabu katika maisha yako. Wangapi ambao wenzetu nyuma huko walikuwa wanategemea vitu kadha wa kadha, lakini wameangamia hao. Hawajamtegemea aliye juu, aliyetuumba sisi. Ndugu zangu, kuna kisa kidogo. Mnamjua Balsis ambaye alikuwa ni mcha Mungu kweli kweli. Bwana huyu alimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hajapatapo kumwasi Allah. Huyu ni mcha Mungu kweli kweli. Miaka 60, wengine wanasema miaka 70. Balsis alikuwa ni mcha Mungu kweli kweli, si mchezo. Lakini kaja kuangamia kwa kipindi kidogo kweli kweli. Balsis alikuwa ni mtu ambaye anamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Maisha yake yeye kayakabidhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Siku moja Balsis anaingia asubuhi kwenda kuswali salatu dhuha, sala asubuhi zile, mwenyewe katoka ngoja nikaswali swala ya sunna. Alipoingia msikitini, Balsis akakaa pembeni kabisa ya msikiti, akafunga swala, anaswali raka 2. Balsis aliposwali raka 2, ghafla akaja Ibilisi alayhi laana. Amelaniwa kiumbe hiki, kimelaniwa, si mchezo. Ibilisi akaja, anamuona kabisa Balsis anaswali mbele pale, kisha anamtolea salamu, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alayka. Balsis yupo tu kwenye swala, assalamu alayka. Balsis yupo kwenye swala, cha Mungu ndio yeye tena. Wakati huo Ibilisi akaona, huyu anachanganya vipi bwana huyu? Alikuwa mimi bwana ni bwana mkubwa mimi. Ibilisi naye akaenda kufunga swala pembeni naye kidogo.
akawa kasimama kisimamo kirefu kweli kweli, mpaka Balsisi alipomaliza swala yake anaangalia, bwana, huyu ni mcha Mungu gani huyu ambaye anaswali muda mrefu? Huyu kanishinda mimi bwana. Huyu ni mcha Mungu kweli kweli bwana. Ngoja akishamaliza hapa basi nimuulize huyu kwamba hii swala leo swali ni swala gani hii ya kisimamo kirefu kama hivi. Basi Balsisi akawa anamsubiria Ibilisi amalize kuswali. Alipomaliza, Balsisi akamsogelea Ibilisi, akamwambia, wewe ni mtu gani wewe? Na inaonekana wewe ni mcha Mungu sana wewe. Yaani unakaa kwenye swala kisimamo kirefu. Unaonaje mimi hapa, mimi Balsisi niwe mimi mwanafunzi wako? Ibilisi akacheka, hiyo tu, haina shida. Mimi nitakuwa mwalimu wako. Mimi nitakuwa mwalimu mimi. Mwalimu. Balsisi akasema basi sawa, haina shida. Ibilisi akamwambia kwamba si unataka ili mimi niwe ni mwalimu wako? Balsisi akasema ndio bwana. Akasema cha kwanza nahitaji kwanza ufungue duka la dawa za asili. Fungua duka la dawa za asili bwana. Balsisi akasema hilo tu. Kwa tunguli, eka pale, eka mambo ya madawa, habati sauda, alkizamda, sijui haltiti, almiti, zote kazi kaeka pale. Sasa mambo yamekuwa mazuri. Kila aina ya dawa ukienda pale wewe hukosi. Kuna dawa mpaka za mapenzi, si mcheka na mbingu, sijui nini na nini, zote pale Balsisi kaziweka katika duka lake pale la asili. Balsisi akaanza kupiga kazi ya utabibu. Wateja wakaja wengi tu. Mambo yakawa mazuri. Akawa ni maarufu bwana yule kwenye mtaa. Mtu akiumwa anasema mimi naenda kwa Balsisi bwana, kwa sababu huyu ni daktari. Mtu anaenda mguu mosi mguu pili, anaenda kueleza shida yake. Bwana Balsisi, mimi naumwa. Nasikia tumbo linanguruma kweli kweli. Basi anachukua anachokijua mwenyewe nampa. Alhamdulillah. Basi mgonjwa yule anapona. Akazua umaarufu kweli kweli. Akawa ni mtu ambaye anafahamika kweli kweli. Watu wameshakukubali sana. Kama watu wameshakukubali, unaonaje utembee na mwanamke wewe? Unaonaje utembee na mwanamke? Balsisi akafikiria akasema, kutembea na mwanamke? Tembea na mwanamke, mimi si ndo mwalimu wako? Sasa unanidharau mimi? Tembea na mwanamke. Wewe unakubalika sana bwana, ukikaa ofisini kwako pale wataja kibao wa kike na kiume. Kwa akija binti mzuri basi wewe mtongoze huyo, maisha yaende. Kweli bwana, akaja mwanamke ambaye ni mzuri kweli kweli. Allah anampa mtihani sasa. Alipokuja mwanamke yule akaelezea shida zake kwamba yeye anauma kitu fulani. Balsisi anampiga kalenda tu. Basi ugonjwa wako njoo kesho. Ugonjwa wako njoo kesho kutwa. Mwisho wa siku Balsisi akafunguka bwana, akasema bwana, mimi nakupenda bwana. Mimi nakupenda kweli kweli. Inni uhibbuki. Naje bwana, nakupenda kweli kweli bwana, tuwe wapenzi kama vipi? Yule binti akamwambia kwamba sawa, lakini nenda kwa wazazi wangu ili mimi unioe. Akasema huko tutaenda, lakini ngoja kwanza nionje kwanza utamweka uko vipi. Balsisi akafanya zinaa pale. Balsisi akaendesha boti. Lugha ambayo ni fasaha kabisa, tunasema kuendesha boti. Wewe unamuendesha boti mtu wa watu au mwanamke unamfanya zinaa. Unaogopa Allah wewe? Balsisi akaendesha boti pale. Mambo yakawa ni mazuri kweli kweli. Akamzini mwanamke yule. Mwanamke akawa na mimba. Angalia dhambi hii anayoifanya Balsisi, ambaye ilikuwa ni mcha Mungu kweli kweli. Alipofanya tukio lile Balsisi, Ibilisi akamjia akamwambia Balsisi, wewe ni mcha Mungu kweli kweli. Sasa ikiwa wewe ni mcha Mungu na watu wameshakufahamu, hili tukio likishafahamika kwamba wewe umemtia mimba huyu, itakuwaje? Balsisi cha kufanya muue huyu. Tena muue yeye na mwanawe tumboni, waue wote. Balsisi akasema haina shida hilo, mimi
Mimi ni maarufu sana bwana, sija akaniharibia huyu. Mimi nafahamika sana. Leta kisu, akamchinjilia mbali. Angalia dhambi anayeifanya Balsisi. Ndio maana katika dhambi kubwa ya kwanza ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza Balsisi kamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwanza kwa kuweka matunguli. Hatukatai kwamba duka la dawa za asili kwamba halifai, linafaa vizuri sana, lakini litumie vizuri. Ukilitumia vizuri, alhamdulillah, mambo mazuri tu. Lakini ukilitumia vibaya, haramu unakuja hata kwamba unaitumia vibaya. Unafanya vitu ambavyo sio. Bali sisi kawa na duka la dawa za asili lakini kalitumia vibaya. Akaingiza kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake. Kafanya dhambi ya kwanza. Kisha akatia mimba. Kafanya uzinzi. Ni dhambi ya pili. Kisha akaua. Dhambi ya tatu ambayo kaifanya Balsisi. Balsisi alipomuua yule binti, basi Ibilisi alichokifanya akaenda kwa ndugu zake yule binti. Yule binti alikuwa na ndugu zake watatu. Ilipofika majira ya usiku, basi Ibilisi alayhi laana akaenda kwa ndugu zake wale, akawa anawaotesha ndoto ambazo ni za uongo. Maana kuna ndoto ambazo ukiota unajua kabisa hii ndoto hii si mchezo hii. Hii yenyewe hii. Lakini kuna ndoto kabisa ukiota unaona kabisa hii ndoto ya uongo hii. Unaona hii ndoto hii ya uongo bwana hii. Unaota ndoto unakuta unajikojolea na ukiangalia umejikojolea kweli. Hii ni ya ukweli bwana. Ndoto hii. Lakini unaota ndoto ambazo nyingine za ajabu, hii sio ndoto hii. Ni mambo ya ajabu tu. Sasa Ibilisi akawaotesha ndoto hao. Akaambia ndugu yenu kauliwa na mtu fulani na kaziko mahala fulani. Wale mabinti walikuwa hapo watatu. Ilipokucha asubuhi, basi kila mtu anamuuliza, anamwambia mwenzake, mimi leo nimeota kitu fulani. Dadetu aliyeuliwa yule kaziko sehemu fulani. Anasema mwenyewe nimeota hivyo hivyo. Ni mwenyewe nimeota hivyo hivyo. Wakasema ngoja tupuzie, wakapuzia. Siku ya pili tunakuta vile vile. Ya tatu wakasema hapana, ngoja twende kule kule walikomfukia. Wakaenda kufukua, wakamkuta kweli dada yao kazikwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mambo gani haya tunafanya? Bali sisi anaangamia tena hivyo. Alichokifanya yeye sasa Balsisi, hukumu yake huyu tena huyu ni kifo huyu. Wakaenda kumshtaki. Wale mabinti wakaenda kumshtaki. Alipoenda kushtakiwa huyu, hukumu yake ikafahamika kwamba ni kifo. Basi hukumu inatakiwa kupita kwamba huyu anatakiwa auliwe. Siku ya hukumu Balsisi anafanya shirki tena. Anafanya tena shirki. Balsisi kaekwa tena mahakamani, kasimamishwa. Huku Ibilisi alayhi laana anamwangalia Balsisi. Ibilisi akamfuata Balsisi, akamwambia mimi ndio ambaye nitakuokoa, lakini mimi ndio ambaye nitakuangamiza. Unaonaje unisujudie wala usijida moja wewe? Nisujudie bwana, si kuvaa soksi wala si kuvaa viatu. Lakini tunarudi katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala pale alipotuamrisha. Pale Allah alipotukataza, tunarudi kule kule. Allah ametuambia kwamba la takrabu zina innahu kana fahishatun wa sa'a sabila. Tusikurubie zina kwa sababu zina ni njia mbaya kweli kweli. Wewe unaambiwa kama njia hii na simba wewe unapita. Sasa itakwaje? Katika kitabu Al-Misbah Al-Munir fi Tahdhib tafsir Ibn Kathir katika ukurasa wa kitabu hiki, ukurasa wa 766, Ibn Kathir anasemaje? Anasema anatafsiri hiki kipengele fahishatan ai dhamban adhima. Zina ni dhambi kubwa kweli kweli. Zina ni dhambi kubwa, si mchezo. Wasaa sabila ai wa bi'sa tariqan. Ndugu zangu wa Uislamu, zina inaletwa na nini? Leo hii wangapi leo hii watu wanafanya uzinzi? Allah tunusuru ndugu zangu wa Uislamu. Allah katukataza tusikurubia zina, leo hii tunakurubia.
Kwani kuikurubia zina ni kupi? Ndio hivi sasa mtu anakuwa na simu, akikutana na binti ambaye kamuelewa kweli kweli, leta namba yako, katia namba, baadaye tena ndio wanachati tena, mambo vipi hivi, mara tayari tukutane kwenye michungwa. Maisha yanakwenda hivyo, watu wanafanya zinaa hivyo. Siku ya kwanza unachati naye huyu tena kwa njia ya simu hivyo hivyo, siku ya pili tena hivyo hivyo, I love you, see my carpet, see my nikikuangalia. Mambo gani ndugu zangu? Tutaenda kuulizwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tujepushe na dhambi ambayo ni kubwa sana, hizi dhambi ya zina. Kwani tutakwenda kuulizwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo gani ambalo tunalifanya hivi? Allah atunusuru ndugu zangu Waislamu. Kwani sisi ni wa Allah, lakini kwake Allah subhanahu wa ta'ala tutarejea. Kwani kila mwanadamu ni mchunga, lakini atakwenda kuulizwa kitu gani ambacho kachunga duniani hapa. Wewe ukiwa shekhe utaenda kuulizwa wewe. Ukienda ukiwa wewe bwana, wewe ustazi, wewe mtaa mzima watu wanakufahamu kweli kweli, utaenda kuulizwa wewe. Haya ni mambo gani haya? Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza kabisa, la takrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila, tusikurubie zina kwa sababu ni njia mbaya kweli kweli. Wewe bado tena unaambiwa njia ina simba hiyo, unaenda huko, naenda ukafa huko, sababu ukienda huko utaenda kufa. Sasa Allah anazungumza kwamba hii ni njia mbaya, tusipite, tutakuwa tusipite kweli. Allah atunusuru. Barakallahu lana li wa lakum bil Qur'anil azim, afani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim. Qul qawli hadha astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.